In the last episode, we saw the darkness. We saw how a young man named James Maina Nga became prisoner number 64. For 20 years, the government tried to break him. The prison guards tried to crush him. But in 1992, the gates of Shimolatewa finally opened. He was free. But freedom is not free. He didn't walk out into a church. He didn't walk out into money. He walked out into the dust. The year is 1992. Nganga arrives in the streets of Mombasa with nothing but the clothes on his back. Society looked at him and saw an ex-convict. They saw a failure. His starting capital was only 500 shillings. Before he was the general commander, he was a mkokoteni man. He bought mangoes, he bought second-hand radios, he piled them onto a heavy cart and pushed it through the scorching heat of Bombolulu. Imagine the scene. The man who now commands bishops was begging people to buy a mango for 10 shillings. He lived in a tiny shack. He ate the cheapest food. People insulted him. Wewe mtu wa mkokoteni, pisha njia. You handcart man, get out of the way. But Nganga didn't see a handcart. He saw a pulpit. By day, he pushed the cart, but by night, he went to the Mombasa railway station. He didn't have a microphone. He didn't have a keyboard player. He just had a voice and a Bible. He preached with a strange aggression. The anger he learned in prison, he turned it against the devil. People stopped to watch the madman. Slowly, the crowd grew, from 1 person to 10 to 50. But Mombasa was too small for his vision. In 2001, he felt the Spirit telling him to move. He looked north, towards the capital city, towards the seat of power. Nairobi was calling. He arrived in Nairobi as a nobody. He slept in cheap lodgings on River Road. He preached at Uhuru Park until his voice was gone. But he needed a home. He needed a headquarters. He found a plot of land on Haile Selassie Avenue. Back then, it was a swamp, a dumping site next to the railway tracks. But the price tag was 42 million shillings. 2 million. Remember, this is a man who was selling mangoes just a few years ago. He walked into the headquarters of Equity Bank. He sat down with the managers. He didn't have a payslip. He didn't have a degree. He had a prison record. They asked him, "Mzee, how will you pay this huge loan?" He looked them in the eye and said, "I have the people. The people will pay." It was the biggest gamble in the history of Kenyan gospel, and against all logic, the bank said yes. In 2005, Nano Evangelism Center opened its doors. And just like he predicted, the people came. They didn't just come, they flooded the place. Fridays became keshas that blocked the highway. Sundays became a festival. The Mkokoteni pusher was gone. Now, he was driving a Range Rover. The prisoner was now the commander. But in the Bible, after the feast comes the famine, and after the glory comes
the test. It started with a Range Rover, a highway in Limuru, and a fatal crash. Suddenly, the media that loved him turned on him. Look at this. Hii picha nimebeba ndio uwe unajiita kama mkutano. Hii ni after nimetoka gerezani. After nimetoka gerezani, sasa nilienda kwa mama yangu. That's my mother, amezikwa kwa shamba yangu. Nilienda kwa mama yangu, nikaenda huko, ni bahati nikapigwa picha hiyo. Nimekuletea hii picha ndio uniangalie na uwe ukijiangalia every year. Kila mwaka hapa, kila mwaka uwe ukijiangalia. Sasa kila mwaka angalia, hii ni ya 1992. Semeni, Bwana Yesu, nisamehe dhambi, unipe neema yako. Huko ninakwenda nisiende mwenyewe, na unilinde. Sasa kama si Yesu ningekuwa nimekufa, ningekuwa nimetoka hapa sasa nielekee kwa kaburi, lakini Yesu amenirudisha, nimekuwa mdogo. This is 1992, kitu mwezi wa 3. Sasa if you compare this, nakwambia ukiwa connected na the kingdom of God, the kingdom of God will operate on your behalf. Some of the things you are not going to mention them, but they are not in English, they are not in Kiswahili, they are not in Kikamba or Kikuyu. Sasa look at this. Sasa na mimi huyu, kwanza mkokoteni wangu ni huu wa maembe, ni hii. Sasa hii ni kioski yangu, ilikuwa hapo nje. Hii ni mimi nikiuza kaseti, hii ndio nilikuwa nauza nayo kaseti. Hii sasa, hizi kaseti hizi paka na hizi mlima ndio nilikuwa ninauza. Nafikiri huyu ni mtoto wa kwanza huyu. Sasa hapa ni mimi huyu, na mimi ndio huyu sasa. Mimi ndio huyu na baiskeli sasa hii. Sasa hii baiskeli sijaichonea hiyo keria. Hapa nimefanya harusi. Sasa nimetoka hapo. Hapa ni pale nilianza kanisa Kikoani kwa mafomu. Mimi ndio huyu, usiseme mimi ni mgonjwa, sijakuwa, mimi si mgonjwa. Mimi ndio huyu sasa. Baiskeli ile nimepata sasa hii baiskeli ingekuwa pamoja na hii. Sasa hii ndio nilikuwa nauza. Nyuma iko na battery. Kuna muidi alikuwa hapo, alikuwa ananipea charge free. Sasa hapa ninahubiri. Hapa tuko ni hii sasa. Hii ilikuwa msituni. Hii na hapa ni hapa tuko. Hii Nairobi. Hii ndio gari hapa ni Nairobi. Hapa ni railway. 1994. Hii ndio gari ilikuwa napeleka watoto. Kuna hii moja hii. Sasa hii hata mbona mkuniambia hii shati iwezi vaa hii tai? Ilikuwa inaitwa J
MTC hiyo. Sasa hapa nimekuwa mzuri sana hapa. Sasa hii ndio gari ya kwanza nilipewa na mtu, nikakaa nao miezi 6. Nilifungwa miaka 20 from 1972 on and off. Nikaokoka 1989. Nikatoka jela 1992. Na kwa sababu nimeokoka, nikaanza kubebea watu mizigo kule Mombasa. Mtu mmoja akanipatia shilingi 500. Nikaanza kuuza maembe. Na ninahubiri pale Mombasa. Nikahubiri, nikaombea mtu mmoja 1999. Alikuwa ametoka Germany. Alikuwa na blood cancer. Akaenda akaponywa kidogo tu. Akaponywa. Niende direct kwa kiwanja. Please. Basi Mungu akaniambia nitoke Mombasa nikuje Nairobi. Nikawa nahubiri kule Ngala. Nikaja nikakodeshwa kwa kiwanja kadogo hapo. 2004 kabao kakawekwa hapo for sale. Tukakaa, nikafuata hiyo namba, nikaenda Central Bank. Nikapewa wale watu ambao wanahusika na hiyo plot. Tukaanza kuongea na wao. Wakaniuzia 32 million. Nilipe 10%, alafu zingine nilipe 90 days. Nikaenda kwa Equity, tukaagree na wao, na nikalipa hiyo 10%. All of a sudden wakaregesha tena kwa TEDA. Nikaiona kwa Kenya Gazette. Tukaenda tuka-apply tena. Wakasema unless now you pay 42 million. Tukasaini hiyo agreement, nikaenda kwa benki ya Equity. Wakanilipia hiyo title. Nikaanza kulipa 2008 somewhere there, ndio nilimaliza loan. Nikapewa title kwa jina la Neno Evangelism Center. 2020 nikaandikiwa barua na watu wa Lerwi. Wakasema wanataka kurespond kuchukua title yao. Mimi nikawajibu, nikawaambia title nimenunua kwa Central Bank na mimi sina title yao. Hawakujibu barua hiyo. Hafta hiyo barua nikaitwa na CS Masharia. Akaniita kule wakiwa na mtu wa kwa badi. Wakaniuliza, Apostle, hii plot ulitoa wapi? Ulipewa na Bishop Margaret? Nikawaambia hapana. Do you have papers? Yes. Nikatoa papers hizo zote nikawekelea hapo. Masharia wakaangaliana na huyo mtu wa badi, wakasema we don't have this in our records. Tangu siku hiyo Masharia hakuniita na sikuitwa tena. Kuna kesi mbili hapa zinapelekana. Kuna kaproti kadogo ka James Maina. Last year nikaenda kujenga, leo wakaja wakabomoa. Nikaenda koti, nikachukua court order. Kadogo kako hapa, haikuwa Neno. Sasa all of a sudden ndio nikaona wameenda kwa Neno. Hii niliuziwa 10 million na mama Muhindi through lawyers, na nikapata title yake. Sasa mimi nilifikiria kesi ni ya hii kadogo, sasa ikaja kesi zote ya hii. Nasema hivi, mimi nilinunua title D, niliuziwa na Central Bank. Na nilienda kwa land nikasearch. Nikaenda Ruaraka nikasearch. Nikaja kwa Railway, kwa City Council, nikapata hii shamba ilikuwa ya Kenya Finance Bank Limited, ambapo ni benki ilianguka. Central Bank wakachukua wauze mali ya hiyo benki bila nilipata historia. Basi mimi kwa sababu ni Central Bank na ni government, mimi nikakubali kuchukua hii lands. Ndio nikalipa hiyo pesa. Nimekuwa hapo miaka yote hiyo. Hakuna mtu aliwahi kuja kuniuliza, hata Lewi mwenyewe, isipokuwa barua hiyo waliniambia.